kuna video ya Jude ambaye ndo kaka yao na kina P Square ambaye alikuwa meneja wao at the time, bado walikuwa hawajagombana, ikielezea au ikijibu claims baada ya video za Peter kusambaa na kuelezea kwamba jinsi gani huyu Jude pamoja na Paul wamemdhulumu hela. Na hapa kwenye hii video huyu Jude anajaribu kuelezea vitu vichache, anajaribu kujibu vitu vichache sana ambavyo alikuwa amevizungumzia Peter. Kimoja hapo ni kuhusiana na pesa ya royalties ambayo sasa ilikuwa inaingia kwenye kampuni, na Peter alikuwa na claim kwamba hakuwahi kupokea pesa, hakuwahi kulipwa hizo pesa za royalties, hakuwahi kuziona mpaka mwaka 2016 ambapo sasa alipoomba distribution company ambayo ndo kampuni inayokusanya mapato yote ya mwanamuziki kutoka kwenye platform mbalimbali na kuileta kwenye management, akaomba kwamba yeye pesa yake apewe tofauti kwa sababu hakuwahi kuiona pesa before. Kwa hivyo huyo Jude akawa anajibu, anasema kwamba 2016 ambayo huyu Peter ana claim kwamba kulikuwa kuna hela imeingia almost $25,000 ambao walikuwa wamegawana hawa wawili, alafu yeye akawa amepata $12,000. Ndio kwa mara ya kwanza akawa ameshangaa kwamba kumbe tunalipwa pesa nyingi alafu mimi sijawahi kupata. Ambapo Peter akawa ana claim kwamba ile pesa walikuwa wamegawana wao tu, lakini aliclaim kitu kingine ambacho huyu Jude hakukijibu. Jude alichokijibu hapa akasema kwamba huyu Peter alishakubali kulipwa peke yake, kwa nini sasa hivi anaileta hii claim mtandaoni? Lakini Peter aliclaim kwamba kulikuwa kuna pesa za before 2016. Kwa hiyo kwa sababu hiyo 2016 ndo kwa mara ya kwanza anapokea hela, inamaanisha kuna hela za miaka mingine nyuma ambazo hakuwahi kuzipokea, na ndio hilo swali alilokuwa analiuliza kwamba pesa zilikuwa zinaenda wapi. Na hapa Peter ana claim kwamba yeye pamoja na Paul hawajawahi kuwa na access na hii account ya benki ambayo ilikuwa ni ya Northside Entertainment, ambayo sasa kumbukeni, hii ni kampuni ambayo waliitengeneza watatu wakati wamekuja kumweka huyu Jude kama meneja wao, kaka yao kama meneja wao. Achana na ile kampuni ambayo ni ya Northside Music ambayo baadaye Jude alikuja akaitengeneza ili kudivert funds ambazo zinatoka kwenye Northside Entertainment ambayo ndio ilikuwa kampuni ya wote watatu. Sasa basi hii Northside Entertainment ni kampuni ya watu watatu, lakini CEO by the time alikuwa ni Jude, ambaye Jude sasa ndo alikuwa na control na hizi akaunti zote za benki. Japokuwa P Square wao, Peter pamoja na Paul walikuwa ni signatories, lakini walikuwa hawana control ya hiyo account at all. Kwa hiyo mtu alikuwa anajua pesa zinazoingia na pesa zinazotoka ni Jude, na alikuwa hadisclose kwa wenzake. Kuna video nyingine ambayo alikuwa ameitengeneza Paul. Paul alikuwa on live, akawa anajaribu kujibu baadhi ya maswali au baadhi ya claims ambazo amezifanya Peter kwenye video zake, na kusema kwamba kwenye ile kampuni ya Northside Music sio kwamba ni kampuni mpya, ni kampuni ya zamani, kipindi ambacho Jude alikuwa na na mambo mazima ya movie. Kwa hiyo hiyo kampuni alikuwa ameifungua long time kitambo, na sio kwamba kampuni alikuwa ameifungua kwa ajili ya kudivert funds. Tukarudi sasa, Mr. Peter akaposti video nyingine jana usiku akijibu hiyo claim, akamwambia wewe Paul, hivi unajua unachokizungumza? Kwa sababu by the time tunasema kwamba huyu Jude yeye alivyokuwa ameanza kuhusika na mambo ya movie ndo alifungua hii account, ilikuwa ni bado tulikuwa tunaishi, hatukuwa tuishi Lagos, ambayo ilikuwa ni mwaka 2005. Lakini ukiangalia kampuni ambayo ni Northside Music, hii kampuni imekuwa registered mwaka 2015, miaka miwili before. Tuseme ni miaka miwili before kabla ya P Square kuvunjika. Kwa hiyo claim anayojaribu kuijibu Paul na kusema kwamba hii Northside Music ina exist long time ago ni kitu ambacho sio cha kweli, kwa sababu hata hivyo Peter ameweza kuonesha screenshot ya hii registration ya hii kampuni. Kwenye video ambayo ameposti jana, Peter akawa anajiuliza ni kwa namna gani Jude pamoja na Paul waliweza kuwa convince na waliweza kuaminisha kwamba hawa distributors wasio wanaingiza hela kwenye Northside Entertainment account waingize kwenye Northside Music. Kwa sababu kama wewe ni distributor unatakiwa kumlipa kampuni fulani pesa yao, ambayo labda ni kampuni ya management, inahusisha watu watatu. Kwa hivyo watu wawili wakija wakikwambia kwamba tunahitaji kubadilisha bank account tuende kwa account nyingine tuweke, lazima mtareach out kwa yule mtu mmoja ili wao wote watatu wao wamekubaliana, wote wako kwenye same page, at least kupata approval yake kwamba okay fine tunahamisha account. Lakini inavyoonekana na suspicions za huyu Peter, anahisi kwamba huyu Jude pamoja na Paul wali reach out kwa hawa distributors, na baadaye walivyoambiwa labda kwenye kusign ili kuhamisha bank account, inawezekana kuna uwezekano mkubwa sana Paul alikuwa amesign kwa niaba ya Peter, kwa sababu yeye Peter hajui when did it start wao watu kuhamisha
pesa kutoka kwenye North Side Entertainment na kuanza kuziingiza kwenye North Side Music. Na hapa alikuwa anajaribu kufananisha bank account ya North Side Entertainment na North Side Music. Watu gani wana control ya ile account na watu gani wana control ya account hii ya North Side Music? Kwenye bank account ya North Side Entertainment wanaonekana ni watu watatu ndo ambao wana access na hiyo account, lakini sio kwamba full access. Mmoja ndo ana access, wawili ni watu ambao ni signatories, sio kwamba wana full control ya ile account. Lakini kwenye hii North Side Music inaonesha kuna watu 4 ambao wawili ni directors ambao sasa ni mke wake na huyu Jude pamoja na Jude mwenyewe, lakini kuna watu wawili wengine ambao wako separate ambao wanaonekana na wao ni signatories wa hiyo account, ambaye sasa obviously itakuwa ni Peter na Paul. Na Peter anajiuliza yeye kaingiaje huko kwenye hiyo signatory wa hiyo North Side Music company, kwa sababu yeye hakuwa anaijua hiyo kampuni. Ndio hicho kilichomfanya kwamba ahisi inawezekana Paul at some point alijaribu ku forge signature yake na kuruhusu hilo jambo. Baada ya petition ya Peter ili kumshtaki huyu Jude au North Side Music, hawa government ndio wao walichukua kesi. Sasa ndio ikawa kama kesi ya serikali. Sasa serikali baada ya kuanza kufanya uchunguzi, kufanya investigation kuhusiana na hii North Side Music, wanakuja kugundua kwamba kwenye neighborhood ile kwenye mtaa ule wanaoishi Peter, Paul pamoja na Jude, kumbukeni watu kabla hawajagombana wote walijenga kwenye mtaa mmoja ambapo wanafuatana wakawa ni majirani. Kuna nyumba nyingine, mansion nyingine ambayo inajengwa na ni ya Jude pamoja na Paul, na pesa zilizokuwa zinajenga hiyo nyumba ni zinatoka kwenye hiyo royalties zao ambayo sasa zilikuwa zinaingizwa kwenye North Side Music. Claim nyingine ambayo alikuwa ameitoa kaka yake na Peter, ambaye huyo Jude sasa ambaye ndo manager, akawa anasema kwamba kama huyu Peter kweli kesi yake na mashiko, kwa nini anakuja mtandaoni? Kwa sababu hii kesi tayari iko mahakamani, wanaanza kusikilizwa, na kwa nini anaileta mtandaoni, na kwa nini kuna siku 3 alikuwa amemiss court. Hapa sasa Peter akamjibu akamwambia kwamba mimi sio kwamba mimi ndo nimewashtaki nyinyi. By the way, hii ni serikali ambayo ndo inawashtaki nyinyi. Mimi ninakuja kama shahidi. Kwa hiyo I don't need to be there every other day. Kwa hiyo nyinyi ndo inabidi mjibu kwa serikali. Lakini Peter akaeleza akasema kwamba na hiyo sio kesi moja tu, kwa sababu hiyo ndo kesi ambayo ni government, serikali against North Side Music. Peter yeye alifanya kutengeneza tu petition ambayo ili trigger serikali ili waweze kumtafuta huyu North Side Music, ambaye ndani yake sasa director ndo huyu Jude. Akasema kwamba kuna kesi nyingine ambayo ameifungua Jude, ambayo alituma barua ili kumsummon huyu Peter ili aje kwenda mahakamani. Na by the way, kesi ilishaanza kusikilizwa, waliattend siku moja ya hearing, na katika kwenye hiyo barua ambayo ilikuwa imekuwa served kwa Peter, kuna sehemu ilikuwa inaeleza kwamba huyu Jude yeye ndo aliyowaleta Lagos, yeye ndo aliwatengenezea mafanikio, kwamba yeye ndo aliyosababisha wao wote waje kuungana, kwamba mara ya kwanza Paul alikuwa anaweza kuimba, kwa hiyo akajaribu kumchukua Peter ili kumuongezea tu aongeze kama dancing skills zake kwenye career ya hapa, tuseme tu kama career ya Paul, kwa sababu anachomuongelea kwamba Paul ndo mwenye talent, huyu mwenzake Peter yeye hana talent. Kile kitu kimemuuma sana Peter kwamba yani mimi dancing skills zangu yani zimekuja kuwa zinaonekana tu kama yani additional, lakini that is not true, kwa sababu sisi tulitengenezewa hii tulitengeneza P Square even before you. Hata wewe kuja kuwa manager wetu ulikuwa bado, kwa sababu manager wa yeye Jude kuja kuwa manager wa P Square ilikuwa mwaka 2005, lakini P Square album yao ya kwanza ilikuwa imetoka mwaka 2003. So how comes wewe ndio umetutengeneza sisi? Na akasema kwamba matter of fact aliyemleta Lagos Jude ni P Square, sio kwamba Jude ndio kawaleta P Square Lagos. Na matter of fact yeye Peter aliuza gari yake ili kuweza kupanga nyumba, na bado huyu Jude na Paul walikuwa wanaona kwamba ni maisha magumu sio na nini, wakakimbia, lakini yeye Peter alikuwa kaa hapo na kujaribu kupambania maisha yao yaende vizuri. Jude amepokea criticism nyingi sana mtandaoni baada ya video yake kujibu claims za Peter. Watu bado hawamwamini Jude na wanaona kwamba kwenye video yake anajaribu kukimbia kujibu maswali ambayo ni ya msingi, anajaribu kujibu vitu ambavyo ni vichache, lakini pia haoneshi proof kama mwenzake huyu Peter alivyokuwa anajaribu kuonesha proof. Yeye alikuwa anaonesha tu emails zinazohusiana na issue nzima ya huyu Peter kuomba kulipwa peke yake. Lakini watu wamemcriticize sana kwa kusema kwamba mtu ambaye alikuwa na talent peke yake au alikuwa anainua P Square peke yake alikuwa ni Paul, kwa sababu alikuwa anaandika nyimbo na kuimba.
lakini Peter alikuwa na dance peke yake. Watu wamemwambia, even me na put my opinion here, kwa sababu watu wengi tulikuwa tunaipenda P Square sio tu kwa muziki wao, kuimba kwao, lakini kuangalia wanavyo dance, kuangalia wanavyocheza, the creativity ambayo walikuwa wanaweka kwenye video zao, it was top notch. Kwa hiyo watu walikuwa wanawapenda P Square kama P Square, sio kwamba wanapenda P Square kama Paul ambaye anaimba. So hiyo ndio update ambayo nilikuwa nataka kuwapa today. So until next time, if I hear any update nitawajuza. So bye.